Karibu katika makala haya hii leo, ambapo tutaangazia msitu wa usiku usio na mwisho. Usiku ulikuwa giza sana, ukitanda bila mwisho kati ya miti minene ya msitu wa kale. Hewa ya baridi iliendelea kumpiga Amani, kijana jasiri aliyejulikana kwa uvumilivu wake na shauku ya kutafuta siri za zamani. Kila hatua aliyoichukua chini ya majani makali na mizizi mikubwa ilizalisha mwanga mdogo wa alama zisizoeleweka. Amani alikumbuka hadithi za wazee. Usiku wa giza wa msitu huu hauwezi kushuhudiwa peke yako. Kila kipimo cha mwanga ni kigezo cha roho za zamani, mioyo ya wanyama na sauti zisizoelezeka za ndege waliosalia usiku zilisababisha moyo wake kupiga haraka. Alihisi kama kitu kilikuwa kikiangalia nyuma yake, lakini hakikuwa na budi kuendelea. Kila hatua ilikuwa na tahadhari, kila kona ilikuwa na shauku na woga. Ni lazima nijue siri ya msitu huu, au nitapotea kama wengine, alijisemea kwa sauti isiyo na ujasiri kabisa. Kadri Amani alivyokuwa anasogea ndani ya msitu, sauti zilisikika karibu naye. Zilikuwa kama viwavi vya mnyama, au labda ni roho ya zamani, zilizunguka kati ya miti minene. Kila sauti ilimfanya Amani asimame na kutulia kabla ya kuchukua hatua nyingine. Ghafla alisikiliza mlio wa mchuzi wa maji, lakini hakukuwa na mto karibu. Aliposogea karibu, aliona alama za miguu isiyo ya kawaida zilizojaa madoa ya giza. Alijua kwamba hii si hadithi ya kawaida, bali ni kielelezo cha hatari. Kwa nini kila kitu kinanipa ishara ya kutisha? Amani alijisemea akiwa na hofu. Hakujua, lakini roho za zamani zilibakia zikimfuata, zikimtia woga kila hatua. Hali ya giza ilikuwa kama msitu unajishughulisha wenyewe, ukimjaribu msikilizaji wa mtu aliyeko katikati yake. Amani alipofika katikati ya msitu, aliona kivuli kikubwa kimekalia juu ya matawi ya mti mkubwa, kinapita mwanga na mwezi kwa hila. Hakukuwa na upepo, hakukuwa na sauti yoyote, isipokuwa moyo wake unavyopiga haraka zaidi ya kawaida. Aliposogea taratibu, aligundua alama za zamani zilizochorwa kwenye miti, zinazoashiria visa vya wale waliopotea zamani. Kila alama ilikuwa kama kumbukumbu ya giza iliyohifadhiwa ndani ya msitu. Ghafla kivuli hicho kilivutwa chini, na Amani alishikilia mti kwa hofu. Hakujua kama alikuwa anakutana na kiumbe cha kweli au ni mchezo wa mwanga na giza. Hii ni kweli, msitu huu haujali mtu yeyote, alijisemea akiwa amekaza midomo. Kadri Amani alivyokuwa anakimbia kuelekea mto mdogo unaong'aa kwa mwanga wa mwezi, alihisi roho za zamani zinamfuata kwa ukimya. Ila za giza na hewa ya baridi zilimfanya ashikilie moyo wake kwa nguvu zaidi. Alikumbuka maneno ya baba yake, usiingie msituni usiku, lakini kama lazima uende, fuata ishara za mwanga na sikiliza sauti ya moyo wako. Hapo aliona mwanga mdogo ukiwaka mbele kama ishara ya matumaini. Aliposogea zaidi, alihisi giza likianza kupotea na baridi kupungua taratibu. Mwanga wa mwezi ulianza kuonyesha njia, na Amani alijua kuwa msitu huu haukuwa na hatari kama alivyoona, bali ulikuwa ukimtia mtindo wa mafunzo. Amani alirudi kijijini akiwa amebadilika. Alijua kuwa msitu wa usiku haukufichwa tu kwa hatari, bali ulikuwa mwalimu wa hekima na tahadhari. Alijifunza usiku wa giza unaweza kuficha hatari na siri, lakini pia unaweza kujifunza kusoma ishara za maisha. Hofu si ya kuogopa, bali ni ishara ya tahadhari. Kila siri za zamani haziwezi kufichwa milele, na heshima kwa mazingira ni muhimu. Msitu wa usiku usio na mwisho hauishi, unazaliwa upya kila wakati wa woga na shauku ya kujifunza. Amani alijitakia mwisho. Ni mwisho wa simulizi hili ambalo linamhusu kijana Amani, kijana aliyesifika kwa uvumilivu wake,
ambapo tumegusia msitu usio na mwisho, msitu wa usiku. Msimulizi wa makala haya naitwa Elibariki Joshua. Tuendelee kuwa pamoja.